Msikilizaji, kwanza niweze kutoa pole kwa wote ambao umesikiliza simulizi ya Penzi la Jini. Kuna baadhi ya sehemu ulikuwa unasikia kama sauti inakatika, ni masuala ya kiufundi. Kwa hiyo niweze kuomba radhi kwa changamoto hiyo, sauti ambayo imejitokeza kupitia hiyo simulizi ya Penzi la Jini, simulizi ambayo ilikuwa na mahusu binti. Na karibu sana katika simulizi nyingine mpya kabisa ambayo inamhusu binti Salome. Salome ana mambo mengi sana ya kutuambia, na moja kati ya kitu ambacho anakisimulia hapa, anaanza kutuambia kwamba alizaliwa toka mwaka 1990 katika kijiji kimoja ambacho kipo katika mkoa wa Tanga. Binti Salome anatuambia kwamba nilikuwa ni mtoto wa tatu katika familia ya watoto watatu, yani nilikuwa ni wa mwisho, au wazungu wanasema last born. Salome anaendelea kutuambia kwamba basi sikujaliwa sana kuwa na akili shuleni kiasi hicho, yani inamaanisha kwamba uwezo wangu wa ufaulu haukuwahi kuwa mzuri, hali iliyopelekea kuchukia shule. Licha ya wazazi wangu kutamani sana niwe msomi kama dada na kaka yangu, lakini mimi ndoto zangu zilikuwa ni tofauti kabisa na matarajio yao. Msikilizaji, mimi mwenzenu nilikuwa nina ndoto ya kuolewa tu. Nilikuwa naona kabisa kwamba mimi shule inanichelewesha tu. Kwa hiyo nilikuwa nikihisi kama wanawake wakiolewa wanaweza kuishi maisha mazuri sana, au wataweza kuishi vizuri. Kwa sababu faida ya kwanza ya kuolewa, unakaa nyumbani tu na mume wako anakuletea kila kitu. Akili zangu ziliniaminisha hivyo, na kweli niliweza kuamini hivyo. Baada ya kumaliza darasa la 7 nikaanza form 1, yani kidato cha kwanza vizuri tu. Na hapo nikakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa muuza machungwa kwenye stendi ya mabasi ya mikoani. Yule kijana alianza kunitaka, yani alikuwa akinitongoza. Alikuwa akifika kwetu na kuniletea zawadi mbalimbali kwa uwezo wake ambao alikuwa nao. Mimi Salome nilimpenda sana huyu kijana, ukizingatia na akili zangu ambazo zilikuwa ni za kitoto. Mahusiano yetu ya siri yalipelekea mimi nianze kuhisi kero sana kuishi nyumbani, kwa sababu niliona kabisa kwamba ninapokuwa nyumbani nina bano sana. Ninapokuwa nyumbani nitaulizwa kwamba naenda wapi. Kwa hiyo hayo maisha mimi nilianza kuyaona ni kero sana katika namna ya mimi kuweza kuwa huru. Nilianza kuyachukia. Ndipo wazo la kutoroka nyumbani likaanza kunijia. Mimi pamoja na yule kijana aliyekuwa akiitwa Hussein tulitoroka pamoja. Tulihama mkoa kabisa, tukaelekea Arusha kwa mjomba wake. Mjomba wake kweli alinipokea vizuri, tukaanza maisha nikiwa na miaka 16 tu. Baada ya miezi michache nilipata ujauzito wangu wa kwanza, na hapo ndipo nilipoanza kuona sura halisi ya Hussein. Hussein alianza kuwa mwanaume katili sana kwangu, na vile nilikuwa na kamwili kadogo, Hussein alikuwa akichuma fimbo ya mforosadi na kunichapa vibaya sana. In short ni kwamba, msikilizaji, nilianza kupitia manyanyaso makubwa sana kupitia huyo kijana ambaye nilipata kumwamini kwamba ni nuru yangu kwa maisha baadaye. Yani ninapokuombea kuchapwa, nilikuwa nikikosea kidogo tu na chapo, utadhani yeye ndo baba na mimi ndo mwanae. Msikilizaji, ilibidi nivumilie manyanyaso yote kwa sababu niliogopa kurudi nyumbani kwetu. Ningerudiji nikiwa na mtombo kama ule, ili hali nilikuwa nahitaji sana msaada kutoka kwa Hussein kwa kipindi hiki. Niliona mapenzi yakiisha kabisa kama zamani kutoka kwa Hussein. Miaka ikawa inapita, na nilipofika miaka 19 nilipata mtoto wa pili. Yani nipo katika umri mdogo sana. Na hapo sasa nilipata akili ya kutafuta kazi, kwa sababu Hussein aliacha kabisa kuhudumia watoto. Yani alikuwa hajali chochote. Yaani katika kutafuta ajira
nilipata mgahawa mmoja ambao ulikuwa mtaani, yani mama ntilie. Kwa siku nilikuwa nikilipwa 4,000. Kidogo maisha mimi na watoto wangu ilianza kuwa nafuu sana, kwa sababu angalau yule mama, yani bosi wangu, alikuwa ni mama ambaye alikuwa ananijali kwa namna moja au nyingine. Alikuwa akifahamika kama Mama Jafeti. Maana hiyo katika hiyo shilingi 4,000 ambayo alikuwa akinilipa kwa siku, alikuwa akinipa chakula na muda mwingine akinipa hata chakula cha usiku pia pale ambapo ninaporudi nyumbani. Maisha yaliendelea nikiwa kama mke halali wa Hussein, kwani hata ndoa ilikuwa tayari, japo ile haikuwa ndoa kwa sababu hakukuwa na ndugu yangu yeyote yule hata mmoja, au ndugu yangu yeyote yule aliyekuwa na ridhaa au kufahamu chochote kuhusu ndoa yetu. Mgahawa Mama Jafeti ulikuwa ukipata wateja wengi sana, hasa ukizingatia kwamba ulikuwa uko katika mazingira ya soko. Basi hiyo ilinifanya mimi nifahamiane na watu wengi sana tofauti tofauti, hasa wanaume ambao walikuwa nafanya shughuli katika lile soko. Kuna kijana mmoja alikuwa anakuja pale mgahawani, yani kama leo alivyokuja, ilikuwa ni siku kama ya 4 au ya 5 hivi kama sikosei. Mara nyingi alikuwa anapenda kuja pale ili kupata huduma zake za chakula na masuala mengine. Anakaa alafu anaondoka. Alikuwa ni mkaka mzuri sana jamani, kiasi kwamba kila alipofika mgahawani na kuondoka, mimi, Mama Jafeti na mdada mmoja ambaye alikuwa akiitwa Sara, alikuwa ni mfanyakazi wa Mama Jafeti pia, yani ilikuwa ni lazima tumtete huyu kaka. Basi alipofika leo, huyu kaka aliagiza chakula kama kawaida yake, na mara zote alikuwa anapenda sana, kila alipokuja anapenda sana mimi niweze kumhudumia. Nilimpelekea chakula, chapati na maharage, kwani ndicho chakula ambacho alikuwa anapendelea sana kula mara zote. Nikamwekea mezani na kumkaribisha vizuri, kisha nikageuka na kuondoka. Ila yule kaka asili yake alionekana kuwa shombe. Aliweza kuniita siku hii. Basi niliitika na kugeuka na kurudi haraka sana kumsogelea pale. Akaniambia kwamba, samahani, hebu keti hapa. Alisema yule kaka ambaye hata jina lake bado tulikuwa tujafahamiana vizuri. Nilimtazama Mama Jafeti ambaye alikuwa akihudumu wateja wengine. Mama Jafeti alinipatia ishara kwamba hakuna tatizo lolote lile, unaweza ukaendelea kuketi kumsikiliza. Mimi nikaketi. Baada ya kuketi akaniambia kwamba, mambo vipi? Poa tu. Nilimjibu yule kaka. Sijui niseme ni Mwarabu au ni kabila gani. Aliacha kula akinitazama kwa muda kidogo, kisha akaendelea kuzungumza. Akanambia kwamba mimi naitwa Lukman. Alisema ule kaka ambaye kwa sasa alijitambulisha kama Lukman. Mimi nikatabasamu kidogo, nikasema mimi naitwa, nilisema, ila kabla sijamaliza sentensi yangu yule kaka aliniwahi akasema kwamba Salama Bakari. Alipotaja jina langu mimi nilishtuka sana, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja ambaye pale kazini ambaye niliwahi kumwambia majina yangu kamili, hasa jina la ubini kwamba naitwa Salama Bakari. Nikaguna kwanza. Akaniambia kwamba, Salama, mbona unaguna? Nimeshangaa kidogo kwa sababu hakuna hata mtu mmoja ambaye anajua ubini wangu, yani jina la mwisho. Lukman alicheka kidogo. Ni kweli, ila mimi nimetoka Tanga na kwetu ni karibu kabisa na wanapoishi wazazi wako, japo mimi nililelewa mkoa mwingine kabisa, ila wazazi wangu hapo huko. Msikilizaji, mimi nilitabasamu, na baada ya kusikia jibu la Lukman kwamba ametokea Tanga, nikasema, kwenu ni wapi? Yani maeneo yapi? Nilimuuliza Lukman. Ni kweli alinitajia, japo hapo aliponitajia mimi ni sehemu ambayo napafahamu, na wakazi wa hapo ninaowajua mimi walikuwa ni watu wa kabila la Wabondei, ambao hakuna hata mmoja wa wanafamilia pale ambaye alikuwa na asili ya Lukman ambaye nimekutana naye leo. Na nikamuuliza juu ya hilo kwamba mbona kama ufanani na hao watu ambao umetaja katika eneo ambao umetoka. Lukman alicheka kidogo kabla kunijibu. Akaniuliza kwamba
kwani una miaka mingapi toka uondoke nyumbani? Nilinyamaza kidogo nikajaribu kuhesabu miaka kwa vidole vyangu toka niondoke Tanga. Nilipopata jibu nilicheka tu, nikasema inawezekana nyinyi ni wapya. Nilimjibu na Lukman alicheka kidogo. Lukman alikuwa ni kijana mzuri sana kwa muonekano, kwa jinsi ambavyo alitabasamu. Aise, ungetokea kumpenda sana. Hata katika mazungumzo ni lazima ungetokea kumpa ushirikiano mkubwa sana. Yaani ni kama akinyamaza hivi au asipozungumza, unaweza kuhisi kwamba vile hajui Kiswahili, hata cha kubahatisha tu au hata cha kuombea maji. Lakini alikuwa akizungumza Kiswahili fasaha sana, tena lugha ile adhimu kabisa Kiswahili. Yaani ninaposema lugha adhimu ni Kiswahili kile ambacho kimenyooka kweli kweli, japo lafudhi yake ilikuwa ni ya Kipemba. Basi baada ya muda kidogo, Lukman alimaliza kula kile chakula chake pale. Tukiwa kimya, alimaliza kabisa kunawa maji na akaanza kuzungumza pale akisema kwamba mimi nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye maisha yako rasmi. Hujui tu kukubali kuzungumza na mimi muda huu imemaanisha nini kwangu. Alisema vile Lukman. Mimi nikacheka kidogo tu. Sikulichukulia neno lake lile kwa ukubwa hivyo sana au kwa ukubwa hivyo kwamba kukubali kuzungumza na yeye kumejenga kitu kikubwa sana kwenye maisha yake. Nilisimama, nikachukua jagi la maji na bakuli pale, kisha nikamimina maji kwenye mikono yake vizuri ili aweze kusuuza mikono yake kwa maji safi. Ilikuwa ni kawaida au sehemu ya huduma zetu ambazo tulikuwa tunahakikisha mteja anapoondoka aweze kutamani kurudi siku nyingine kuendelea kuja kupata huduma pale. Lukman alifanya hivyo. Alitoa leso yake kupangusa viganja vyake vya mikono, kisha akatoa wallet kwenye mfuko wa suruali yake. Alihesabu noti 2 za 10,000 na kunikabidhi. Akaniambia kwamba moja bosi wako na hii moja ni kwa ajili ya mtoto wako au watoto wako, alisema Lukman. Nilimshukuru sana Lukman. Hakujibu na akaondoka zake. Lakini swali ni je, nikaanza kujiuliza kwenye moyo wangu, mbona ni kama kuna namna huyu kaka yani kama ananifahamu vizuri? Nilipouza nikaweka ile pesa yangu ndani ya mkoba wangu, kisha nikamfuata mama Jafet, yule mama ambaye alikuwa ni bosi wangu katika ule mgahawa, ambaye sasa yeye na Sara, yani Sara ule binti ambaye pia alikuwa akihudumu kazi kama kwangu, walikuwa nje huko wakisaidizana kuosha vyombo. Wote walitabasamu baada ya kuniona. Shoga yangu, naomba namba za huyo mganga wako jamani. Sara ndipo alipoanza kunitania pale. Yani Sara alianza kusema kwa sauti ya utani, kicheko kwa mbali kidogo, eti kwamba nimpe namba ya mganga. Kwa nini nimeweza kuzungumza na mtu kama yule siku ile? Mtu ambaye kwa muonekano kabisa, ile physical appearance, anaonekana kabisa ni wa hadhi ya juu sana. Mimi nilicheka sana. Nikawaambia kwamba sio kama vile ambavyo walikuwa kidhania. Waliendelea kunicheka pale na mimi nikatoa ile shilingi 10,000 ambayo nilikabidhiwa na Lukman, nikampa mama Jafeti. Huyu mama siku hii alifurahia sana. Basi tuliendelea na shughuli za hapa na pale mpaka ulipofika muda wa kufunga mgahawa. Muda nao ulikuwa ni saa 12 za jioni. Tuliagana pale na kila mtu akafuata njia yake kuweza kurejea nyumbani. Msikilizaji, soko la Kilombero ni soko ambalo lipo katikati ya mji. Hivyo kuelekea nyumbani kwangu ilikuwa ni lazima nipite kwenye barabara ya lami ili niweze kufika nyumbani. Nilifanya hivyo na kagiza nako tayari kalikuwa kimeanza kuingia. Ikiwa sina hili wala lile, ghafla nilisikia kishindo kikubwa sana nyuma yangu pamoja na kelele za mshtuko kwa watu waliokuwa pembeni ambao walikuwa wanapita njia. Niligundua hata baadhi ya magari yalianza kusimama. Sasa hapo niligeuka taratibu kabisa. Baada ya kufuatilia lile tukio, ilikuwa ni ajali mbaya sana. Kijana mmoja alikuwa amepitiwa na pikipiki. Sijajua chanzo kilikuwa ni nini mpaka ile ajali iweze kutokea pale. Yaani alikuwa amelala chini, hafai kabisa. Ajabu ni kwamba tukio lile lilitokea karibu na mimi kabisa, yani mita chache sana kufikia sehemu ambayo nilikuwa nimesimama. Watu nao walianza kusogea pale karibu na mimi nikiwa nimepigwa na bumbuazi. Unajua
kitu ambacho kimetokea ni fortunately, yani ile hafla bini vutu bu, yani kinakuweka katika mshangao wa ajabu sana. Yani hujui yani nini kimetokea hapa. Nilikuwa sielewi chochote, yani mwili wote umeshika ganzi, au kama ni masikio yangu yalikuwa nalia tu, sielewi chochote. Kwani imekuwaje kwani jamani? Aliuliza mwananchi mmoja. Alikuwa ametokea kule, yani ni kama alikuwa anataka kumuibia huyu dada. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kimetokea hapa ghafla, alijibu mwanamke mmoja huku akinyoshia mimi kidole. Mimi nikashangaa sana kwa maelekezo yale kwamba huyo mtu aliyegongwa alitaka kuniibia mimi, na huyo boda aliyemgonga amekimbia. Huyu mtu aliuliza tena, na yule dada akasema kwamba hata sikumuona kabisa, ila atakuwa amekimbia, maana boda hawezi kukaa katika ile tukio. Yule shuhuda mwanzo alijibu vile. Nakumbuka kweli nilikuwa nimebeba pochi yangu mkono wa kulia, pochi ambayo nilihifadhi malipo ya siku kule kazini, pochi ambayo nilihifadhi kale ka shilingi 10,000 kangu ambako nilipewa na Lukman. Sasa huenda huyu kijana alikuwa akivizia ile pochi akihisi kwamba nilikuwa nimebeba noti kutoka kazini kwangu. Mimi nilianza kutetemeka sana, kwani sikuwahi kushuhudia tukio la kutisha kama lile kwenye maisha yangu tangu nizaliwe. Wengine walianza kunipa pole pale, wengine wakimlaumu yule kijana. Basi mimi niliondoka pale nikarudi nyumbani. Nilimkuta mume wangu Hussein amekaa nje na watoto wetu. Hussein alikuwa ni mwenye hasira sana, tena alionekana kunisubiri kwa hamu kubwa sana. Nilimsalimia pale, lakini ajabu ni kwamba hakuitikia salamu yangu. Na watoto walinisalimia, nikaitikia na kuingia ndani. Na hapo Hussein aliingia na kuanza kulalamika pale. Wewe unarudi wakati huu? Kwa nini unarudi sasa hivi? Nini? Wewe mwanamke utoka uanze kazi umeanza kuwa na dharau. Unarudi nyumbani sasa hivi? Mimi ndo nakaa na watoto. Nini? Alikuwa anaongea pale na kunipiga kama kawaida yake. Alinipiga huku akinipa maneno mengi sana, maneno ya kejeli na kashfa, maneno ya kunidhalilisha mimi. Hussein hakuwa anajali kama mimi ni mke wake. Nilijaribu sana kujitetea, anisikilize ili nimwambie kuhusu ile ajali ambayo ilinipelekea mimi kuchelewa, lakini Hussein hakutaka kabisa kunisikiliza. Alipotosheka kunipa kipigo, aliniachia nikiugulia maumivu na yeye akaondoka zake. Alifunga mlango kwa hasira sana, kisha akatokomea huko alikokwenda yeye. Na hii ilikuwa ni kawaida yake sana. Mara tu anapogombana na mimi, mara tu anaponipiga mimi, mara tu anaponifanyia matendo ya unyanyasaji, anaondoka zake. Basi mtoto wangu kwanza kidogo alikuwa akijitambua. Nilimwagiza bidhaa dukani akalete ili niweze kuwapikia watoto wangu. Basi akaleta nikawapikia. Baada ya kula chakula cha usiku tulilala, huku mume wangu Hussein akiwa bado hajarudi. Kiukweli kuna muda nilikuwa natamani huyu mwanaume aondoke kwenye maisha yangu. Yaani naona amekuwa ni kikwazo, sina furaha kabisa. Japo nilikuwa nashindwa kwa sababu yeye ndiye alikuwa nguzo pekee kwetu. Baada kuniweka mimi mbali na familia yangu, nilitegemea kwamba siku moja angelikuwa mimi msaada mkubwa sana, angekuwa ni nguzo yangu muhimu, lakini hiki ambacho nakifanya kwenye maisha yangu nilikuwa nakosa tumaini kabisa. Je, ningelifanya nini mimi kwa wakati huu? Siku hiyo, msikilizaji, Hussein hakudhamiria kurudi nyumbani kwa sababu mpaka inafika saa 5 ya usiku bado hakukuwa na dalili ya marejeo yake. Usingizi ndipo uliponipitia. Katikati ya usiku nilisikia mlango ukigongwa. Nilijivuta taratibu pale kitandani, nikateremka. Nilielekea mlangoni na nikafungua. Nilishtuka msikilizaji, baada ya kumwona Lukman akiwa amesimama mbele yangu, huku uso wake akiwa kaupamba kwa tabasamu murua kabisa. Yaani anatabasamu vibaya mno.
Yaani unajua nilistaajabu sana. Hiki kitendo kilikuwa ni kipya kwangu, nikijiuliza maswali mengi kwamba huyu mtu mara ya mwisho ni kuonana katika ule mgahawa, amepafahamu vipi nyumbani, na kwa nini amenifuata kwa wakati huu? Na wakati mlango ukigongwa nilijua kabisa kwamba ni Hussein mume wangu ambaye alikuwa amerudi, lakini nilipofungua nilikuta ni Luqman ambaye anatabasamu. Luqman, niliita huku nikimtazama kwa mshangao. Akaniambia kwamba unaendeleaje? Salama. Si jambo. Kwani vipi, umepajuaje hapa nyumbani? Nilimuuliza Luqman ambaye alicheka tu, kisha akanitaka niweze kurudi ndani na nifunge mlango huku akinitakia usiku mwema. Nilifunga mlango. Baada ya kufunga mlango kwa ndani kule niliwegamia ule mlango, yani nauzuia. Naona ni mauzauza kwangu. Nilikuwa nina hema hatari. Yani naona ile kitu ni kitu cha kustaajabu sana. Huyu mtu amefuata nini kwangu? Yani amekuja kuniambia tu nifunge mlango na usiku mwema. Nilirudi kulala usingizi wangu ule fofu. Yani nimejifunika, wanangu nimewakumbatia, naona kabisa yani hiki ni kitu cha ajabu sana. Nini hiki? Nilikuwa namuomba Mungu roho mkononi, angalau kupambazuke nione mwanga wa jua, ili angalau hofu yangu iweze kunitoka. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema sana, ni mwingi wa fadhila. Asubuhi nilipata kuiona. Hakika kulipambazuka. Nilishtuka usingizini na nilijinyoosha pale huku nikimshukuru Mungu wangu kwa siku mpya ambayo amenibarikia, na wanangu niliwatazama kwa kuwafunika shuka vizuri, na niligundua kwamba bado walikuwa wamelala. Lakini ilinibidi niwaamshe kwa sababu walitakiwa waende shule. Ulikuwa ni muda asubuhi kwa ajili ya maandalizi. Kweli ulipoamka watoto wangu walinisalimia vizuri na niliwataka wachukue miswaki kwa ajili ya kusafisha vinywa vyao. Walifanya hivyo. Wakafunga mlango na kutoka nje. Lakini hafla mtoto wangu mkubwa Zarina aliniita, "Mama, mama." Nilisimama na kutoka nje mpaka pale mlangoni. Mwanangu alikuwa ameshikilia noti nyekundu ya shilingi 10,000. "Wewe, umetoa wapi hiyo pesa?" Nilimuuliza Zarina. "Sio mimi mama, ni Sabra, amesema kaikuta hapo mlangoni." Nilipokea ile pesa. Nilisikia harufu ya marashi ya Luqman. Baada ya kuinusa ile pesa, ilikuwa ni harufu ya manukato yake kabisa, na niliweza kujihakikishia hili kwa sababu si mara ya kwanza Luqman kuja kule kazini akiwa na hayo manukato. Nilishtuka sana, na hapo kumbukumbu za jana usiku zikanijia vizuri. Kidogo nilianza kuogopa, huku nikijiuliza maswali mengi sana juu ya huyo mtu ambaye alijitambulisha kwangu kama Luqman. "Wanangu, msoke haraka basi mnywe chai mwende shule." Niliwaambia wanangu, na watoto wangu uzuri walikuwa wananielewa sana, kwa sababu nilikuwa nawalea katika maadili mazuri. Mimi nilirudi ndani na nikachukua jiko la mafuta taa na kubandika chai ili watoto wangu niweze kuandaa mapema sana kwa ajili ya kwenda kupata masomo yao. Baada ya wanangu kumaliza kupata chai, kweli walikwenda shule, na hapo mimi nilijiandaa na kuelekea kazini. Siku hiyo nilikuwa na shauku kubwa sana ya kumuona Luqman, ila mpaka inafika saa 12 muda wa kufunga ofisi yetu sikupata kumuona Luqman. Basi nilirudi nyumbani na kumkuta mume wangu Hussein. Siku hiyo Hussein alionekana kuwa na furaha. Yani alikuwa na furaha, yani kama sio siku zote. Baada ya kumsalimia aliweza kuitikia vizuri. Mimi nikaingia ndani, na hasa ukizingatia siku hiyo nilirudi nikiwa na chakula cha usiku kutoka mgawani. Mume wangu naye aliingia akiwa na watoto wetu ambao walikuwa juu ya kochi. "Habari za kazi mke wangu?" Hussein aliniuliza kwa upole sana. Yani nilishangaa kweli kuona kwamba leo naitwa mke wangu. Haikuwa kawaida kabisa kuzungumza na mimi kwa upole kiasi kile, tena kuniambia kwa neno la unyenyekevu kwamba
habari za kazi mke wangu. Mimi nilishangaa sana, nikasema Mola, asante kwa kuifanya hii kazi nzuri, kwa kumbadilisha mume wangu kutoka katika kauli za kijeuri na kuwa na kauli thabiti. Nikamjibu kwamba habari nzuri, sijui wewe huko ambako umetoka. Nilimjibu huku nikipakua chakula kwenye sahani. Akasema kwamba habari nzuri sana tu. Alijibu Hussein na wote tulikuwa kimya. Mimi niliwaita wanangu wachukue chakula na kweli wakafanya hivyo, wakaketi chini na kuanza kula. Mimi nilimpakulia mume wangu Hussein chakula, nikasogea mezani na kutenga chakula vizuri. Hussein akanitazama, akazungumza, akaniambia kwamba hiki chakula ni cha nani? Cha kwako baba Sabra. Nilimjibu huku nikimtazama. Akasema kwamba hapana, leo naomba tule pamoja, alisema mume wangu, na hata nikashangaa sana kiukweli. Sikujibu, nilinawa mikono yangu, nikaketi chini na kuanza kula chakula pamoja na yeye. Ukimya ulipita kwa dakika kadhaa kabla ya Hussein kuanza mazungumzo. Akaanza kusema kwamba leo mke wangu, nimeota ndoto mbaya sana. Hussein alisema huku akiweka chakula mdomoni. Nikamuuliza kwamba ndoto gani Hussein? Akatulia kidogo Hussein, kisha akaendelea kuzungumza. Mke wangu, nimeota kwamba kuna mtu kanijia kwenye ndoto, na ninahisi kama ni malaika. Kiukweli ni kwamba mama Sabra, huyu mtu ambaye nimemuota amezungumza sana kuhusu mwenendo wa maisha yetu ya ndoa mke wangu, na ameniambia kwamba endapo nitakuumiza kwa namna yoyote ile, basi nitalipia kwa miaka nitakayoishi au kwa miaka niliyoishi na wewe. Na wakati ananieleza haya yote, alikuwa ameshika kisu ambacho hakikuwa na mpini. Kilikuwa ni kisu kikali sana mke wangu, lakini yeye alikishika tu bila kujali chochote. Msikilizaji, siku hii Hussein aliweza kunihadithia haya yote ambayo alipata kuyaota katika ile ndoto ambayo aliamua kunisimulia mimi. Mimi nilipouza, nikamwambia mume wangu kwamba itakuwa ni ndoto tu hiyo, sio kila ndoto ya kuamini sana. Nilimjibu Hussein huku nikiweka tonge mdomoni. Lakini Hussein akasema kwamba hapana mke wangu, yaani unajua amesisitiza sana, amenisisitiza yule mtu ni kuombe msamaha, mpaka nikashtuka kwenye ndoto. Ndoto hiyo iliyonijaza hofu maoni mwangu. Yaani mke wangu, ninapokuambia hivi kwamba pale ambapo nilishtuka naona mpaka jasho jembamba kwenye mwili wangu likinitoka. Hussein alisema. Mimi nilinyamaza tu nikiendelea kula chakula. Alifananaje huyo mtu? Kwa sababu ni ndoto, lakini alikuwa ni mrefu wa wastani. Alikuwa na asili fulani kama Kiarabu. Yaani ni mwanaume mwenye muonekano wa bara la Asia ama mashariki ya mbali huko mke wangu. Sijui ni kwa nini, ila baada ya kuzungumza hayo au baada ya kushtuka katika hiyo ndoto, nilijihisi hatia sana maoni mwangu mke wangu. Hussein alizungumza hivyo, mimi nikashtuka sana na kumtazama usoni, kwani sifa za huyo mtu aliyemuota ni sifa ambazo zilikuwa zinafanania kabisa na Luqman. Nikamwambia Hussein mume wangu kwamba umesema yupoje huyo mtu? Nilimuuliza Hussein, na kweli baba Sabra akanieleza. Na kwenye akili yangu nilianza kupata alert, yani ile notification kabisa kwamba mbona kama huyu mtu anafanania na Luqman, kwa sababu yule aliyemuota mume wangu kwa 100% ni huyu Luqman. Nikajaribu kuvuta kumbukumbu nyuma na kuanza kukumbuka ile siku ya ajali ya yule kijana aliyesemekana kwamba alitaka kunibia. Nilianza kujikuta naogopa kweli kweli na kukosa raha katika maisha yangu. Na
kujikuta nikipotelea kwenye dimbwi la mawazo. Mke wangu, Mama Sabra, mbona uko mbali sana? Kwanza kabla hujafika mbali, mimi nipende kutumia nafasi hii mke wangu kwamba uweze kunisamehe sana popote ambapo nilipowahi kukukosea katika maisha yangu. Nisamehe sana Mama Sabra. Tumetoka mbali, unajua hilo Salome. Nilishtuliwa tena na sauti ya mume wangu Hussein. Nilimtazama na nikatabasamu tu kinafiki na kumwambia kwamba nimekusamehe. Ila kiukweli kwa matendo aliyowahi kunifanyia huyu mwanaume, chuki yangu kwake haikuwahi kuwa ya kawaida. Yaani mtu amekufanyia vitimbwe karibu miaka 2. Kuanzia kwenye ujauzito mpaka unajifungua, haukuwahi kupata ile care nzuri kwamba ujihisi furaha kwamba niko na mume wangu. Eti leo msamaha siku moja tu Kenge hajanijua vizuri. Mimi nimemsamehe tu kwenye kinywa, lakini maoni mwangu yani sijui aje kunifanyia nini huyu nimsamehe moja kwa moja. Nilikuwa nina kifundo cha makwazo yake yani. Na hiki kifundo alikisababisha yeye ambacho kimeota mizizi. Basi tulilala usiku huo. Usiku kama kawaida nikiwa kwenye dimbwi la usingizi, mlango uligongwa. Nilishtuka nikatazama pembeni alipokuwa amelala mume wangu Hussein. Alikuwa bado amelala. Sasa nikajiuliza kwamba ni nani alikuwa anagonga mlango usiku ule? Usiku ambao uliokuwa tulivu kabisa. Najua usiku huwa mara nyingi kuko kimya sana. Yaani kiasi kwamba hata mtu akitembea kwa mbali huko nje unamsikia. Nilishuka kitandani na nikaelekea mpaka mlangoni na kufungua. Baada ya kufungua mlango, alikuwa ni Lukman. Lukman alikuwa amevalia kanzu ya rangi ya dhahabu, yani alikuwa amependeza sana kiasi ambacho nilibaki nimetumbua macho yangu. Akanisalimia pale akaniambia kwamba habari yako mrembo wangu. Alisema Lukman kwa uso wa bashasha kweli. Nikamwambia nzuri. Nilijikuta nikijibu huku nikitabasamu, macho yangu yakifanya ziara kwa Lukman ambaye alikuwa ni mzuri kweli, yani alikuwa na uzuri wa ajabu. Na hata harufu ya marashi ambayo alikuwa ameyapaka siku hiyo ilikuwa ni nzuri sana. Lukman alinyoosha mfuko wa karatasi kama ishara kunipatia ile zawadi. Mimi nikatabasamu sana. Nikauliza kwamba ni nini? Nilimuuliza Lukman na Lukman akanitazama kwa macho ya upendo sana. Akaniambia kwamba chukua utazame. Niliupokea ule mfuko nikafungua. Kulikuwa na box ambalo lilikuwa katika ule mfuko na nikalitoa. Nilifungua lile box. Kulikuwa na vitu vya dhahabu, cheni, hereni, bangili. Yani nilijikuta nikiacha tabasamu mwanana sana. Nikauliza, vya kwangu hivi? Nilimuuliza Lukman, akatingisha kichwa kukubali kwamba kweli vilikuwa ni vya kwake. Nilifurahi sana. Umeipenda? Sana. Vizuri. Kama umeipenda na mimi nimefurahi sana. Na ninapenda kukuambia kwamba furaha yetu ni wewe ukifurahi. Alisema Lukman, kauli iliyoweza kunishangaza sana. Eti furaha yetu. Yeye na nani? Yani alikuwa kimjumuisha nani hapo? Nilikaa kimya kidogo kutafakari. Ila Lukman alinishika kiganja cha mikono yangu. Akanambia kwamba namaanisha mimi na wazazi wangu. Nimewaeleza kuhusu wewe, Lukman alisema, na hapo mimi nikatabasamu. Halafu mume wangu yupo atakusikia, nilimwambia Lukman, na Lukman akacheka kidogo. Akasema kwamba hamna, wala hawezi kutusikia kwa chochote. Lukman alinijibu, au wewe una usingizi? Ndiyo ninao. Na isitoshe kesho ni kazi, kwa hiyo napaswa kuwahi kupumzika. Asante kwa zawadi, nilimjibu Lukman. Alitafakari kidogo, akaniambia kwamba anyway,
kesho nitakufuata kazini. Lukman aliniambia vile, mimi nikamjibu sawa. Aliingiza mkono kwenye mfuko wa suruali yake baada ya kupandisha kanzu yake, kisha alitoa noti shilingi 10,000 na kunikabidhi mimi. Msikilizaji, nielewe vizuri hapa, yani kila pesa ambayo atakayonipatia mimi ni noti ya shilingi 10,000. Mimi sikujali, niliendelea kumshukuru pale. Lukman aliniomba niingie ndani nikalale na nikamtakia usiku mwema na kurudi ndani. Nilifunga mlango, nikapanda kitandani na kupumzika. Bahati mbaya ule mfuko karatasi niliusahau juu ya kochi. Nilipouweka baada ya kutoka nje, usingizi ni ulinipitia na nilikuja kushtuka asubuhi sana. Tena nilikuwa nimeshtuliwa na sauti ya mume wangu Hussein. Niliamka huku nikifikicha macho yangu kwa uchovu sana. Najua msikilizaji, ni lazima nichoke. Imagine kule kazini ni saa 20, yani ni masaa 12 kusimama, mara umemhudumia mteja, mara umetoka, mara umefuata kisokoni, mara hivi. Na unaporudi nyumbani inapaswa ulale ukiwa tayari umewaandalia watoto chakula cha usiku, na asubuhi uamke mapema uandae uende shule ndipo uende kazini. Yani nilikuwa ni mtu ambaye mimi masaa ya kupumzika ni machache sana. Yani hata muda kwenda kusuka nilikuwa sina. Ni mtu ambaye nilikuwa nimekeep busy na kazi, familia, kazi. Kwa hiyo nilipotoka katika ule uchovu, mume wangu aliniuliza na kunitazama kwamba, Mama Sabra, hii ni nini? Nilishtuka baada ya kuona amebeba ule mfuko ambao nilipatiwa na Lukman usiku. Nimeuokota mume wangu hapo nje mlangoni usiku, nilisema huku nikitabasamu kwa hofu. Hussein alifungua ule mfuko na alitoa ile boksi na kufungua. Aliguna baada ya kuona vile vito vya dhahabu, vito ambavyo vilikuwa vina thamani kubwa sana. Mke wangu aliniita huku macho yake akiwa kwenye vile vito vya thamani, na mimi nikamuitikia mume wangu kwamba, abe mume wangu, mbona hizi ni dhahabu? Tena zinaonekana za harama sana. Aliniuliza Hussein. Mimi nikasimama na kumsogelea huku na mimi nikitazama. We, vitu vya dhahabu na vya thamani? Hebu tuone. Yani nilijifanya kushangaa pale, na Hussein alifungua lile boksi vizuri na kunionyesha, na akafunga lile boksi na kurudisha kwenye ule mfuko. Sasa mke wangu, mimi natoka na nitarudi baadaye kidogo, alisema Hussein huku akichukua viatu vyake na kuvaa. Kwani unaenda wapi mume wangu? Nilimuuliza Hussein nikitamani nimkataze kwa hicho ambacho alichotaka kufanya, lakini Hussein alibeba ule mfuko na kuondoka nao. Nilibaki nikitembea huku na kule pale ndani, huku nikiwaza nifanye nini mimi, na Hussein anaupeleka wapi ule mfuko. Sikuwa na namna zaidi ya kuwaandaa watoto waende shule, kisha na mimi nilielekea kazini. Muda ulikwenda sana, na mara zote nilikuwa nikitoka nje mgahawa kutazama kama nitamwona Lukman, kwa sababu usiku wa kuamkia leo aliniahidi kwamba tungeonana mgahawani, lakini haikuwa hivyo. Nikiwa nimeshakata tamaa kabisa, ghafla Sara alikuja kuniita. Nilimhudumia mteja haraka kisha nikatoka. Nilipotoka alikuwa ni mume wangu Hussein, na alikuwa akinitazama huku anatabasamu. Habari yako mke wangu? Nzuri. Mbona hapa sasa hivi? Nilimuuliza Hussein baada ya kumsogelea karibu zaidi. Akaniambia kwamba tumetajirika mke wangu. Tumetajirika mke wangu, Hussein alisema huku akiwa na furaha sana. Mimi nikashangaa nikamwambia kwamba tumetajirika? Kivipi baba Sabra? Hussein alitazama kulia na kushoto kisha kanitazama tena, akaniambia kwamba unajua mama Sabra, vile vitu vya dhahabu kumbe vilikuwa vina thamani kubwa sana. Vimefanyaje? Na ni thamani ipi ambayo unaizungumzia hapa? Mke wangu, ni kwamba vina thamani ya mamilioni ya pesa, yani vina thamani ya milioni 500, alisema Hussein, na mimi nilijikuta nikifunika mdomo wangu
kwa kutumia viganja vyangu vya mikono. Unasema kweli? Sasa kwa nini kudanganye? Na hapa nimekuja kuchukua, yani nimechanganyikiwa mke wangu. Nimekuja kukuchukua tukafanya biashara kwa pamoja, yani tujaribu kudrafti ratiba zetu za maisha yetu, malengo yetu, tuachane na huu maskini mke wangu. Yani nimekuja kukuchukua ili uamini, alisema Hussein. Mimi msikilizaji, sikuamini. Basi mume wangu aliniombea ruhusa kwa mama Jafet na tukaondoka pamoja. Tulikutana na huyo baba ambaye alionekana nadhifu sana. Niligundua kwamba alikuwa amekubaliana na mume wangu kila kitu. Kwa hivyo baada ya salamu na kuketi ndani ya ofisi yake, alimtazama mume wangu na kuzungumza. Yule baba alisema kwamba karibuni sana, na ningependelea niwaulize jambo, kwamba niwapatie cash au mna akaunti ya benki kwamba naweza kuwawekea humo fedha yenu. Mume wangu alinitazama. Mimi nikasema kwamba hapana, usitupe cash, nilisema, lakini mume wangu papo hapo aliunga mkono. Ndipo yule bosi akazungumza kwamba basi naomba hiyo namba ya akaunti. Yule baba alisema. Mimi na mume wangu tulitazamana. Hatuna, ila acha nikafungue mara moja alafu nitakuja hapa. Tafadhali unaweza kunipatia dakika kadhaa niweze kwenda katika hiyo benki ambayo iko jirani hapa ili niweze kufungua account benki? Hussein alisema huku amejawa na kile kitete. Msikilizaji, si unajua tena jambo jipya kinyemi, mambo ya fedha, kuuaga umasikini. Basi yule baba masikini ya Mungu alikubali. Mume wangu alitoka pale, na baada kama dakika 30 hivi aliweza kurudi. Alimtajia yule baba namba ya account, na kweli milioni 500 ziliingia kwenye akaunti yetu. Naweza kusema kwamba msikilizaji, ni rasmi tuliagana na yule baba na kuondoka kurudi nyumbani. Lakini katika mioyo yetu tulikuwa tunaagana na vitu vingi sana katika maisha. Matumaini yalikuwa ni makubwa sana kwamba hii ndiyo siku rasmi kabisa tunaagana na umaskini. Huo ndio ulikuwa mwanzo wetu wa utajiri. Ulikuwa ni mwanzo wa utajiri wetu. Na ajabu, toka hiyo siku sikumwona kabisa Lukman. Watoto wetu walisoma shule nzuri, tukamiliki magari, nyumba ya kifahari na biashara ambazo zilizidi kutupatia kipato. Mwaka ulipita na miezi kadhaa. Siku moja nikiwa chumbani kwangu nyumbani na Hussein akiwa ameenda kwenye biashara zetu na watoto wakiwa wameenda shule, mlinzi alikuja kuniita, Madam. Mimi nilitoka ndani ili kumsikiliza kwa sababu ilikuwa ni kawaida kufanya hivyo. Yule ni mlinzi. Nikamuuliza, vipi, kuna nini? Samani madam, kuna mgeni hapo nje na kuulizia. Mgeni gani? Niliuliza kwa hamaki sana, huku nikijaribu kuvuta kumbukumbu kama ni mimi au mume wangu, labda tulikuwa na miadi yoyote ile ya kupata mgeni siku ile. Nilijaribu kutafakari kwa dakika kadhaa, lakini sikupata picha yote ile. Okay, sawa, twende. Nilirudishia mlango, tukaongozana mimi na mlinzi wetu aliyeitwa Bon, na nilipatwa na mshangao kwa yule niliyemwona mbele yangu. Mara baada ya kufungua geti, nilishikwa na butwaa kwa sababu aliyekuwa mbele yangu alikuwa ni Lukman, ambaye alikuwa amevalia kifukara sana. Yaani kwa namna ambavyo utakavyomtazama inadhihirisha kabisa kwamba anapitia taabu sana na mateso. Nilimsogelea Lukman huku nikimtazama kwa macho ya huruma sana. Nikamuuliza kwamba nini kimekupata? Ni nini ambacho kimekusibu mpaka ufikia hapa? Nilimuuliza Lukman, lakini Lukman hakujibu chochote. Badala yake alitabasamu huku akinitazama na kuitazama ile nyumba. Akaniambia kwamba usijali kuhusu hili, na usijali kabisa kuhusu mimi. Hongera, naona ulifanikiwa kuhama pale. Mimi sikujibu. Niligeuka na kumtazama Boni kama alikuwa anatusikiliza, lakini hakuwepo pale. Maana yake ni kwamba Boni alikuwa ni mlinzi ambaye alikuwa na tabia njema sana. Yaani aliponikaribishia yule mgeni, yeye aliweza kurudi katika majukumu yake. Ndio maana hakuwapo pale katika
nyakati ambayo nilikuwa nazungumza na Luqman. Baada ya kunipa hongera zile Luqman, mimi nikamwambia kwamba ni kweli Luqman, hizi pongezi ni zako. Ile zawadi ulionipa ilitubadilishia maisha. Luqman alitazama na kutabasamu kana kwamba alikuwa anaelewa kila kitu, kisha akashusha pumzi ndefu na kuzungumza. Hongera sana. Asante. Karibu basi ndani. Hatuwezi kuzungumza hapa, nilimwambia Luqman huku nikishika mikono yake. Nilimshika mkono na tukianza kupiga hatua kurudi ndani. Baada ya kuingia ndani nikamwambia kwamba utakunywa nini? Nilimuuliza baada ya kufika pale ndani na kuketi juu ya sofa mojawapo kati ambayo yalikuwapo pale sebuleni. Akasema kwamba hapana, mimi nimekuja tuzungumze tu Salama. Alizungumza Luqman, ila nilipinga kauli yake na kumuomba sana akubali ombi langu. Kwa kweli kabisa nilikuwa nikimpenda sana Luqman, japo sikuwahi kumwambia hata mara moja. Luqman ambaye alijitolea katika maisha yake kunipa vitu vya thamani. Luqman ambaye mara nyingi nilipozungumza naye alionekana kunijali sana. Basi Luqman alikubali. Mimi nilielekea kwenye jokofu nikamimina juice na kumletea. Luqman alianza kunywa ile juice. Baada ya kushusha fundo, aliweka glasi yake juu ya meza na kunitazama. Akanambia kwamba niambie, maisha hapa unaonaje? Kiukweli namshukuru sana Mungu kwa kukuleta wewe katika maisha yetu. Ila Luqman, ina maana kwamba ulikuwa unafahamu kama zile zawadi zilikuwa ni utajiri? Nilikuwa nafahamu. Alinijibu hivyo baada ya kumuuliza. Nilinyamaza kidogo na Luqman naye alinitazama kwa muda kidogo, kisha akasema, Salama, nilifanya vile kwa kusudi kabisa. Nilihitaji kubadilisha maisha ya familia yako, lakini kwa sababu moja tu, alisema Luqman. Mimi sasa hapo nikakaa vizuri kumsikiliza. Sababu gani Luqman? Nilimuuliza Luqman. Hii ni kwa sababu nakupenda sana na ninahitaji kuishi na wewe katika maisha yangu. Luqman alinijibu jibu ambalo liliweza kuugawanyisha moyo wangu, maana kiukweli kabisa hata mimi nilitokea kumpenda sana huyu kaka, japo sikuijua vizuri biografia yake. Ila hapo swali ni moja tu liliweza kunijia kichwani. Luqman alikuwa anatokea wapi? Na alitolea wapi zile pesa? Na kwa nini anipe mimi ikiwa yeye leo kaja akionekana na hali ngumu sana ya maisha? Yaani kwa muonekano wake tu, physical appearance, anaonekana ni mtu ambaye ana taabu sana. Yaani hata nywele zilivyokaa huko ziko rafrafu. Yaani it's like mtu ambaye yupo kwenye miserable life. Nilishusha pumzi ndefu sana. Lakini aliendelea kuzungumza na kusema kwamba, Salama, nahitaji kukuoa Salama, uwe mke wangu rasmi. Luqman, lakini mimi ni mke wa mtu. Luqman alicheka sana baada ya mimi kuzungumza vile, na nikabaki nikimtazama tu. Wewe ni mke wa mtu? Kwa ndoa ipi Salama? Unaweza kuniambia kwamba kwa ndoa ipi? Aliniuliza Luqman. Luqman, tazama kidoleni mwangu, nimeshaolewa tayari. Hujaolewa Salama, alisema Luqman, kisha akaendelea kuzungumza. Hivi umeshawahi kuona wapi mwanamke anaolewa bila ridhaa ya wazazi? Ndoa haikuwa na wali. Ni ndoa gani hiyo? Na hata mbinguni haijulikani. Si msikitini wala madhabahuni huko makanisani. Ni ndoa gani hiyo? Alizungumza Luqman, na hata mimi nilikumbuka ukweli wote ambao alizungumza. Ni kweli. Hussein alinioa mimi bila ndugu yangu yeyote yule kuwapo pale. Yaani bila hata ile ridhaa tu.
na akaendelea kuzungumza akisema kwamba usichofahamu Salama, mimi naogopa sana mke wa mtu, na huwa ninaheshimu sana, na laiti ungekuwa mke wa mtu hata kwenye maisha yako nisingekuja kabisa, ila nimekuja kwa sababu nimeona kabisa nafasi iko wazi, na nimeona kabisa kwamba hili linawezekana. Luqman alizungumza kwa hisia sana, na kuna wakati nilikuwa nashindwa kabisa kumuelewa Luqman anamaanisha kitu gani, kwa sababu mara nyingi alikuwa akizungumza kama mtu ambaye, yani kama mtu ambaye alikuwa akinifahamu sana in deep. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo nikiconnect zile doti kwamba sijui Tanga, sijui alishekuishi katika mtaa fulani na nini, nikijaribu kumtafakari huyu mtu, yani ni kama vile tulikuwa pamoja tu kwa muda mrefu au kila wakati. Basi mimi nilikuwa nikimtazama. Luqman aliendelea kuzungumza. Anasema kwamba na ndio maana mimi nikakupatia hazina yangu yote ya utajiri, nikakupatia wewe ili ubadilishe maisha ya familia yako, kisha mimi na wewe twende mbali sana, alisema Luqman. Hapo niliguna, na niliguna kwa sababu niliwaza kuwaacha wanangu ambao hawakuwa wakubwa hivyo, kwamba nianze maisha mengine. Na huyu mtu ajabu, pale ambapo nilipokuwa nazungumza naye, ni kama alikuwa anaona mawazo yangu kwamba mimi nilikuwa nawaza nini moyoni mwangu. Mara akaniambia kwamba kama ni kuhusu watoto usijali, nitakupa muda. Utaenda na mume wako nyumbani kwa wazazi wako ukaombe radhi, na mkifika tu wataelewa kwamba ni kitu gani ambacho kimekupeleka huko. Na utamchukua mtoto mmoja wa dada yako ambaye atakuja kukaa na watoto hapa nyumbani. Na si hivyo tu, bali tutatafuta mtu wa pili ambaye atawaangalia watoto hao muda wote. That's all the time. Kwa hiyo ni kutoa wasiwasi katika hili, alisema Luqman. Msikilizaji, naweza kusema kwamba nilijikuta nikikubali, na Luqman alifurahi sana. Akaniaga na kuondoka huku akiniahidi kwamba tutawasiliana, licha kwamba hata hakuomba namba zangu za simu, bali aliniambia kwamba tutawasiliana. Alinisisitiza kwamba nisijali chochote wala kuhofia chochote, yeye yuko na mimi na kwamba atasimamia kila kitu. Nitaanza vipi kumwambia kuhusu kwenda nyumbani kwetu? Nilibaki kwenye mawazo sana. Nilikuwa nawaza, huyu Hussein atakaporudi nyumbani nitaanza vipi kumwambia kuhusu kwenda nyumbani kwetu? Nilibaki mwenye mawazo mengi na mazito, mpaka mume wangu ambaye alikuwa na utaratibu wa kurudi nyumbani na watoto aliporudi, tena akiwa na watoto wetu ambao huwa anawapitia shuleni. Baada ya salamu niliweza kuwawekea chakula vizuri mezani, lakini Hussein yeye aliomba tuzungumze pembeni mara moja. Tulitoka na kuingia chumbani. Nikamwambia, baba Sabra, nakusikiliza. Nilimwambia Hussein mume wangu ambaye alikuwa kitafakari jambo. Mume wangu akaniambia kwamba, mama Sabra, mimi nilikuwa nawaza kama tukaenda nyumbani Tanga, twende tukaone wazazi. Tazama sasa tuna kila kitu, tumefanikiwa mke wangu. Hussein alisema kauli ambayo ilinishtua kidogo, kwa sababu ndio jambo haswa ambalo nilikuwa nawaza namna ya kumwambia. Lakini leo hii Hussein aliweza kunisisitiza kwamba amekaa na kujitafakari na kuona kwamba kuna ulazima wa sisi kuomba radhi wazazi wetu. Sikuwa na kipingamizi, nilikubali haraka sana. Kweli siku inayofuata Hussein aliombea watoto ruhusa shuleni, na kisha tukatumia gari yetu binafsi kabisa na tukaianza safari kuelekea nyumbani Tanga. Baada ya masaa mengi katika safari tulifika nyumbani. Wazazi wangu walishangaa sana na walifurahi kuniona. Vivyo hivyo mimi nilifurahi sana, hasa kumwona mama yangu ambaye kwa namna moja au nyingine kaumri kalikuwa kamekwenda kiukweli. Huwa inatia faraja sana pale ambapo unarudi kijijini unamkuta mama yako. Nilikuwa najisikia
fadhaa moyoni mwangu kumwacha mama yangu kwa muda mrefu sana kwa kipindi kile. Lakini ilikuwa ni furaha mno kwa familia yangu. Hussein aliomba radhi, na kweli kama alivyosema Luqman, hata wazazi wangu walishauri kwamba tuanze utaratibu wa ndoa rasmi, na sio ile ndoa yetu ambayo tulikuwa tukiishi. Yaani tulikuwa tukiishi kimjini tu. Basi bwana, kwa vile nyumbani hapakuwa mbali sana na nyumbani kwa kina Hussein, Hussein alienda kwao na walianza mipango ya ndoa yetu. Taratibu zote zilifanyika kama ilivyotakiwa. Siku moja kabla harusi, nikiwa nimelala chumbani usiku wa manane, hafla mlango wa chumbani uligongwa. Niliamka taratibu na kupiga hatua kusogelea mlango. Kisha nilifungua. Alikuwa ni Luqman. Niliacha tabasamu bila kutafakari mara mbili wala kujiuliza kwamba huyu bwana amefika vipi hapa nyumbani kwetu ikiwa ni usiku kama huu, tena usiku mzito. Karibu, nilisema huku nimeupamba uso wangu vizuri kwa tabasamu. Akanambia kwamba asante. Mimi nimekuja kukuchukua, alisema Luqman bila kumeza mate, yani bila kuwaza mara mbili kwamba huyu mtu amefikaje hapa na ananiambiaje mimi nimekuja kuchukua tu. Sijui ni mazingara yapi ambayo alikuwa amenivaa mimi katika akili yangu na mwili wangu. Maana yake ni kwamba nilitikisa kichwa kukubali. Nilitoa ishara kuafiki lile jambo ambalo alikuwa ameniambia. Yaani ni kama Luqman alinipumbaza hivi. Maana kila alichokuwa kiniambia mimi kwangu ilikuwa ni yes, tena big yes. Yaani ilikuwa ni sawa tu. Na wala sikuwahi kuwaza kama pengine alikuwa ni kiumbe tofauti na binadamu. Alinishika mkono, tukatoka mpaka nje ya nyumba. Tulinyoosha barabara usiku huo wa manane. Tulitembea sana tukiwa kimya kabisa. Na usiku ule kulikuwa na ukimya wa kutisha. Ni sauti tu za mbwa, ndege wa angani, popo ambao ulikuwa nasikika. Na mbwa hao walikuwa nasikika kutoka katika majumba tofauti tofauti. Si haba, nyumbani hapakuwa ni kijijini sana. Luqman, Luqman, Luqman. Nilimuita Luqman, lakini Luqman ambaye yeye alikuwa mbele, mimi nilikuwa nyuma yake. Luqman aligeuka. Akaniambia kwamba, vipi? Umechoka nikubebe? Luqman aliniuliza huku sasa tukiwa tumesimama. Nikamwambia hapana. Ila nataka kuuliza jambo kwamba tunaenda wapi? Nilimuuliza Luqman. Akaniambia kwamba tunaenda ninapoishi. Luqman alisema vile. Nilisema sawa huku sasa nikimtangulia mbele. Njoo nikubebe tafadhali, Luqman alisema, lakini kabla sijajibu lolote, Luqman alinifikia na kunitegea mgongo wake. Nilikataa kwa aibu, lakini mwisho nilikubali. Nikapanda juu ya mgongo wake, mgongo wa Luqman, na tayari alianza kusipiga hatua. Nilihisi raha ya ajabu sana, na mwisho usingizi mzito ulinipitia, hivyo sikujua nini ambacho kiliendelea pale. Nilikuja kushtuka asubuhi tena nikiwa kwenye mazingira tofauti kabisa. Chumba kile ambacho kilikuwa kina godoro chakavu ambalo ndilo haso mimi nilikuwa nimelalia. Kulikuwa na ndoo chache za maji pembeni pamoja na beseni za vyombo. Pazia la dirisha lililofungwa vizuri kwa kamba. Pazia ambalo lilionekana machoni kwangu kwamba ni chakavu sana, na hata pazia la mlango vile. Mimi nilibaki kwenye taharuki huku macho yangu yakifanya ziara kwenye kile chumba. Mara nikasikia sauti, "Oh, umeamka?" Nilishtuliwa na sauti ya Luqman ambayo ilitokea mlangoni. Nilimtazama tu huku nikitabasamu. Nikamwambia, "Ndio. Habari za asubuhi?" "Salama kabisa malkia wangu. Umeamkaje lakini?" Luqman aliniuliza. "Salama tu." Luqman alikaa kimya huku akitabasamu. Akaniambia kwamba, "Naomba uamke niweze kuutazama uzuri wako, kwa sababu mara zote wewe ni furaha yangu." "Asante. Tafadhali Luqman, naweza kukuuliza jambo?" "Uliza." "Hapa ndio nyumbani kwako?"
Nilimuuliza swali Luqman na akatikisa kichwa kukubali kwamba pale nyumbani kwake. Akaniambia kwamba vipi, hujapapenda? Hapana, nimepapenda isipokuwa tu yani sikutegemea. Nilimjibu Luqman huku nikitabasamu. Kwa hiyo Salama ulitegemea nini? Nilitegemea maisha tofauti na haya ambayo ninayaona hapa. Ina maana maisha hapa hujapenda? Luqman, nimeyapenda, ila kutegemea kingine haimaanishi kwamba sijapenda kilichopo. Nilimjibu Luqman na alitabasamu na akaniambia kwamba kuna binti amemwagiza chai, hivyo ataleta muda sio mrefu. Nilimuuliza kama yeye atatoka na alijibu kwamba ndio atatoka. Aliweza kuniaga Luqman na akaondoka zake. Mimi nilinyanyuka pale kitandani nikatoka nje. Kweli ilikuwa ni nyumba kabisa iliyokuwa na wapangaji wengine kama 3 hivi tofauti na sisi. Basi mimi nilimsalimia dada mmoja ambaye nilimkuta hapo nje akiosha vyombo. Za saa hizi, Salama karibu, alinijibu ule mwanamke huku akinitazama kwa macho ya umbea. Nilirudi ndani, nikachukua noti shilingi 10,000 ambayo nilikuta pale juu ya godoro. Nikatoka mpaka nje kabisa ile nyumba. Nilielekea dukani kwenda kuhemea vitu vya muhimu sana, ikiwamo mswaki ambao ungenisaidia mimi kusafisha meno yangu. Baada ya kurudi nyumbani, nilijifanyia usafi. Nilipomaliza nilikaa nikimsubiri huyo mtu wa kuniletea vitafunwa. Kweli haukupita muda sana nilisikia hodi nje ya nyumba yetu, yani nje ya chumba chetu. Nilitoka na alikuwa ni binti mmoja ambaye alikuwa amebeba kikapu. Baada Salama alinikabidhi kile kikapu. Nilimwomba asubiri nihamishe ile chai pamoja na vitafunwa, kisha baada ya kumaliza nilimpatia kikapu, akaondoka na safari zake. Mimi upande wangu nilikunywa chai. Na hayo yalikuwa ni maisha yetu. Kuanzia asubuhi mpaka usiku nilikuwa sipiki zaidi ya kuletewa chakula tu pale. Japo pesa matumizi pia Luqman alikuwa akiacha pale kila asubuhi. Luqman alikuwa akiondoka kila asubuhi na muda mwingine nikiwa bado nimelala, na akirudi ni usiku wa manane nikiwa nimelala pia. Kwa hiyo mimi mwenyewe ilikuwa inaweza ikapita mpaka wiki sijaonana na Luqman, licha ya kwamba nikiamka nilikuwa nakuta ishara zote za uwepo wake, kama pesa ameniachia, yani everything is good, yani kila kitu kiko sawa. Ulipita msikilizaji kama mwaka hivi baada Luqman kunipoteza katika yale mazingira. Sijui maisha ya familia yangu yakoje, sijui Husaini amepata taabu kiasi gani kunitafuta. Maisha kiwa ni hivyo tu. Ilifika mahali nilichoka upweke wa kukaa ndani peke yangu. Nilianza mazoea na jirani mojawapo hapo nyumbani, na siku ya kwanza kupiga story na huyo dada ndio nilishangaa baada kunieleza kwamba pale palikuwa ni Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi. Wakati siku zote hizo nilizoishi pale nilikuwa nikidhani kwamba bado niko Tanga. Sasa swali ni tulifika vipi Dar es Salaam, ingali mara ya mwisho Luqman alikuja kunichukua nyumbani kwetu Tanga, tukatembea usiku huo wa manane, kisha akanibeba nilipochoka mpaka tulipofika hapo. Ina maana huyu mtu alikuja saa ngapi Tanga na akanibeba saa ngapi kutoka Dar es Salaam, tena kwa miguu, kwa sababu sina kumbukumbu yote ile kama vile tumewahi kupanda gari. Kama ni usafiri, ilikuwa ni usafiri gani kwa masaa machache ambayo tuliyetumia? Tuseme ndege au ni ndege ina gani msikilizaji? Heti mtu anaweza kasafiri kutoka hapa kwenda Mwanza tu, Hafla Binivu, Dar es Salaam kwenda Mwanza tu, yani unaamka huko na ni huko Bujora Kisesa huko. Na hapo ndipo kidogo nilianza kupata mashaka juu ya Luqman. Basi yule dada aliniuliza pia kwamba pale nilikuwa nikiishi na nani. Nikamjibu mume wangu. Ajabu, alishangaa sana, kwani alidai wapangaji wote pale walikuwa kiamini siku zote kwamba mimi naishi mwenyewe kwa sababu hawakuwahi kumuona mwanaume yote pale ndani. Hey. Sikushangaa sana kwa hilo, kwa sababu Luqman ni mtu ambaye alikuwa akiondoka asubuhi sana, yani alfajiri. Maana kuna asubuhi kuna alfajiri. Sijui unanielewa naposema alfajiri.
Yaani ile mapema kabisa, lukwiri kwa lugha nyingine, yaani lukwiri, na anarudi usiku. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuonana naye ana kwa ana kwa majira hayo. Nilikuwa nikiamini hivyo, ila baada ya maneno ya huyu jirani nilipata wazo na shauku ya kuhitaji kufahamu kazi ambayo alikuwa akiifanya Luqman, ambayo ilikuwa ikimweka busy kiasi hiki. Baada ya kumaliza soga za hapa na pale, yule jirani yangu aliniaga pale. Basi nilirudi chumbani kwangu, na yote kwa yote sikuwahi kumwazia Luqman kama pengine atakuwa ni kiumbe wa tofauti, kwa sababu tabia na matendo yake alionekana kwamba ni binadamu kamili, binadamu ambaye ana huruma, binadamu ambaye ana moyo wa kumsaidia mwanadamu mwenzie. Basi siku hiyo Luqman aliwahi kurudi nyumbani. Aliweza kurudi saa 2 usiku, alikuwa kashafika pale. Mimi nilimpokea nikamsalimia vizuri, akakaa juu ya godoro akionekana kwamba alikuwa na mawazo mengi sana. Na mimi nilikuwa nikimtazama tu. Kaambia kwamba, "Vipi, mbona kama huko sawa leo?" Nilimuuliza Luqman ambaye alishusha pumzi ndefu. Ni sawa, yani nipo sawa tu," alinijibu. Na mimi nilinyamaza kidogo kabla sijamuuliza swali langu. Nikamuuliza kwamba, "Hapa tuko wapi Luqman?" Luqman alinyamaza kidogo kabla hajajibu swali. Kisha alinitazama bila macho ya uoga. Akaniambia kwamba, "Salama." Yani tuko Dar es Salaam. Kwa nini ulikuwa unaniuliza hivyo? Nimeuliza. Nataka nikwambie kwamba haya, tumefikaje hapa? Tulipanda gari binafsi ya rafiki yangu baada ya wewe kulala, kwa sababu sikuona namna nyingine zaidi ya kumuita atupatie msaada. Sasa na hilo pia ni kosa mke wangu? Luqman aliniuliza. Nilielewa, ila sasa hapo Luqman aliniomba tuhame kwenye ile nyumba. Nilimuuliza sababu za kuhama kwa haraka kiasi kile. Alinijibu kwamba ni kwa sababu anataka mimi nikaishi maisha mazuri tofauti na pale. Inaonekana kabisa kwamba vile sijafurahia yale mazingira. Yaani ni kama amerelate na yale maswali ambayo nimemuuliza kwamba tuko wapi na nini. Yaani ninapomfanyia ile question ya maswali ya kumuuliza hapa ni wapi na nini, akaona kabisa kwamba labda pengine nataka nimepachoka pale. Nilikubali, na usiku huo tulilala. Asubuhi nilipoamka kama kawaida, Luqman hakuwepo pale, ila pesa ya matumizi kama kawaida. Yeye anaacha uteni tu, shuka la Masai shilingi 10,000. Na ndio pesa yake tangu kipindi cha kwanza ambayo alikuwa ananipa. Nilinyanyuka nijisafishe, ila hapo nilishtuka. Niligundua kitu baada ya kufika mlangoni. Mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Sasa swali ni kwamba kama mlango umefungwa kwa ndani, ina maana Luqman alitoka vipi ndani? Kama aliniacha mimi kitandani na katoka nje, maana yake ni kwamba mlango ungelikuwa umeegeshwa tu. Msikilizaji, nilibaki mwenye mawazo mengi sana, ila hafla nilishtuliwa na mlio wa simu ambao bado kidogo tu mlio ule ungeondoka na roho yangu kwa mshtuko hafla sana ambao nilikuwa nimeupata. Nilipata mshtuko kwa sababu toka nimefika hapa sikuwahi kuwa na simu, wala hata Luqman mwenyewe sikuwahi kumuona akiwa na miliki simu au smartphone. Sijui yuko TikTok, yuko YouTube huko anasikiliza stories za kilimo, au anafuatilia mipira huko sijui nini na nini. Yaani sijawahi kumuona huyu mtu akiwa na hobby kama hiyo. Maana yake simu bwana nazo ni hobby. Kuna mtu anaweza kana na simu lakini simu yake iko mfukoni. Sijawahi kumuona huyu mtu akiwa na interest kama hiyo yani. Sasa hii simu imetokea wapi leo? Tena katika mtu ambao niliokuwa nimeulalia, ile simu inaitia huko chini. Nilisita nikitafakari kidogo, lakini mwisho wa siku nilipokea ile simu. "Halo?" Nilisema kwa tahadhari ili nisikilize ile sauti ilikuwa ni ya nani. Niligundua kwamba alikuwa ni Luqman ambaye alinisalimia kwa bashasha sana. "Habari za asubuhi mke wangu." "Usishtuke." "Mbona unashtuka hivyo?" Hiyo simu ni yako kabisa. Na nimekupigia nikutaarifu kwamba
kuna watu watakuja hapo nyumbani kukuhamisha kwenye nyumba ili uweze kufikia katika nyumba yetu mpya. Sawa kipenzi? Sawa mume wangu, wala usijali kuhusu hilo, nilijibu, na Lukman aliniaga na kukata simu yake. Nilishusha pumzi ndefu huku nikikagua ile simu janja ambayo ilionekana ni ya gharama sana. Yaani simu tu kwa mabinti ambao wanapenda macho matatu. Sijui ingekuwaje siku hiyo. Watu wangekula status na picha za kutosha. Hasa simu nzuri, nitaanza kujipiga wapi na chumba kama kile? Pazia kaa dekio la nguo. Nitajipigaje picha ni posti huko mtandaoni? Kwanza yani kwa yale madhila tu ambao nilikuwa napitia, mazingira mauzouza, nilikuwa sina hata hamu. Hiyo simu imetoka wapi ghafla tu, sikumuona nayo hapo kabla. Maswali yalibaki kwangu kwamba hivi Lukman katoa wapi hii simu? Na hizi yani pesa za ghafla kununulia hiyo simu katoa wapi? Nilijiuliza mwenyewe bila kupata majibu. Nilipouza na nikajikuta nimesahau kila kitu. Kweli, mida ya mchana walifika watu wawili pale nyumbani waliokuwa na kibajaji. Baada ya kujitambulisha kama watu waliopatiwa maagizo na Lukman, niliwaruhusu wakaingia ndani na kubeba vile vitu vichache vilivyokuwamo mule ndani. Basi bajaji moja ilibeba vitu, huku moja tulipanda mimi na yule dereva mwingine. Baada ya nusu saa tulifika nje ya nyumba moja ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Ilikuwa ni nyumba kifahari. Zile bajaji baada ya kusimama tulishuka. Wale watu ambao walikuwa wamepandisha mizigo kwenye zile bajaji na dereva walinitaka niingie ndani, huku wakisema kwamba wao waliambiwa na Lukman wapeleke vitu vile sehemu nyingine ila mimi niingie ndani. Anyway, nilifungua geti nikaingia ndani ya ule mjengo, ile nyumba ambayo haikuwa kubwa sana, lakini ilikuwa ni nyumba nzuri sana. Nilifungua mlango nikaingia mpaka ndani, huku nikipiga hatua fupi kwa tahadhari, moyo wangu ukienda kwa midundo ya uoga sana. Nilianza kutazama huku na kule, yaani ilikuwa nikikagua ile nyumba. Nikashtuka baada ya kutazama ukutani, kulikuwa na picha zetu za ndoa, yaani mimi pamoja na Lukman. Picha za ndoa, yaani bwana harusi na bibi harusi. Msikilizaji, ni kama mazuri, lakini haya ni maajabu ambayo mimi kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nilikuwa nayaona. Nilishtuka sana kwa sababu kiukweli nilikuwa na uhakika kabisa kwamba mimi na Lukman hatukuwahi kuoana. Hatukuwahi kuweka utaratibu wote ule toka kipindi ambacho alipotea. Sasa hizi picha ni za lini? Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili ni mazingira ambayo tulikuwamo katika zile picha. Ni mazingira ambayo yalikuwa yanaonekana kabisa ni mazuri kweli. Yaani kukiwa na wanawake wazuri sana. Yaani kama vile wahudhuriaji wa harusi yetu hiyo. Walikuwa wamevaa magauni marefu yaliyofunika hadi miguu yao. Wanaume walionekana kuvalia suti nadhifu kweli. Na hata magari yaliyokuja kupaki pale, na hilo gari ambalo tulikuwa tumepiga nalo picha kwa nje, lilionekana ni gari la kifahari kweli. Gari la gharama kweli. Picha nyingine tulikuwa tumepiga juu ya farasi weupe wazuri. Mimi nilihisi kuchanganyikiwa sana. Najiangalia vizuri kwenye ule ukuta. Si ni mimi huyu? Au ni pacha? Au ni fotokopi tu mtu? Yaani miguu iliisha nguvu, akili yangu ilifika mwisho nikajikuta nimeketi juu ya sofa. Kila nilipokuwa nikijaribu kuvuta kumbukumbu juu ya hii harusi, kumbukumbu zilikuwa zinikae vizuri. Yaani memory yangu ni kama imeingia virus. Yaani hii kitu hainiingii vizuri akilini mwangu. Na hapo nilianza kukumbuka siku ya kwanza nilipoanza mazoea na Lukman. Nakumbuka siku leo niletea zawadi nyumbani kwangu. Zawadi ambayo ilibadilisha kabisa maisha ya familia yetu. Na hata kwa mazingira zile picha alionekana ni mtu ambaye mwenye wadhifa mkubwa kweli. Lakini ni wapi? Nilikumbuka ile siku ambayo alikuja kunichukua nyumbani kwetu Tanga. Usiku. Baada mwaka mmoja na kuja kugundua tulikuwa Dar es Salaam. Yaani tulitoka Tanga mpaka Dar kwa masaa machache mno. Tena kwa yaani eti mimi nililala na kuamka tu, yaani ile hafla binivu. How come?
Who is Luqman? Luqman ni nani? Maana hata wakati anakuja kwenye maisha yangu alionekana ni mtu ambaye anayenifahamu kiundani. Msikilizaji, licha hayo yote, yule kijana aliyepata ajali siku ya kwanza kabisa, ambayo mashuhuda walidai kwamba alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anahitaji kuniibia, alipataje ajali? Na kama unamkumbuka ule shuhuda wa kwanza, ule mama anasema kwamba kuna bodaboda, si yani ni mtu tu ambaye kapotelea huko, tumjui ni nani. Yani huyo dereva bodaboda hakuonekana. So yule mtu aligongwaje? Alipataje ajali? Kabisa kwa mazingira yale, yani ni kama pikipiki haikuwa na dereva. Ndipo mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio baada ya kukumbuka haya yote. Ni kama nafsi yangu ilinisemesha jambo, ikinitaka nikimbie kwenye ile hatari ambayo ilikuwa ni kubwa sana, yani haraka iwezekanavyo. Nilisimama baada mashauri ya halmashauri yangu ya kumkichwa, nikatoka mbio nikafungua mlango mpana kutoka mpaka uwani huko. Nilifika getini na geti lilikuwa wazi, lakini kama kuna upepo hivi na miti inatingishika, basi mimi nikafungua lile geti nikimbie niondoke. Ajabu, kulikuwa na bahari nje ya nyumba. Nikitazama yale maji mpaka mawinguni huko, nilibaki mdomo wazi nikiwa siamini kabisa kwamba nilichokuwa nakiona pale katika maisha yangu. Kwa maana fupi ni kwamba ni kama nyumba ile ilikuwa katikati ya bahari, yani kama tuko kisiwani hivi. Maana hakukuwa na nyumba yote ile ya jirani, tofauti na nilivyoona wakati nafika pale na zile bajaji. Msikilizaji, na hapo nilijua kabisa kwamba mauti yangu yamefika. Nilifunga geti haraka sana. Kiza kimetanda. Nilikuwa naona maruerue tu kwenye macho yangu. Ghafla nikaanguka chini kama mzigo. Nilikuja kushtuka nikiwa juu ya kitanda ambacho kilikuwa ni mfano wa machela. Nilijiinua nikakaa haraka, na hapo niligundua kwamba kulikuwa na watu 4 ambao 2 walikuwa mbele na 2 walikuwa nyuma, ambao ndio hasa walikuwa wamebeba kile kitanda. Nilijihisi mzito sana, na hapo nikiitazama nilikuwa nimepambwa kwa dhahabu mwili mzima. Kila tulipopita wanawake kwa wanaume walikuwa kulia na kushoto wakinitazama mimi tu, na walikuwa ni viumbe wazuri mno ambao wote walionyesha kunifurahia sana kama malkia ambaye nilikuwa napita pale. Mbele yetu alikuwa amesimama sasa Luqman, ambaye alionekana kupendeza mno. Uso wake ulipambwa kwa tabasamu, na wale watu walishusha kile kitanda. Niliteremka pale kwa tahadhari na hofu kubwa sana. Luqman alinyosha mkono wake na nikamshika pale. Wale wote waliokuwa pale waliinamisha nyuso zao chini kwa heshima na taadhima, yani kana kwamba alikuwa anasujudiwa kweli kweli. Sijui alikuwa ni nani huyu mtu. Huyu ndiye mgeni wetu kutokea duniani. Naomba kuanzia sasa apatiwe heshima zote anazostahili, Luqman alisema, na watu wote pale waliinamisha nyuso zao chini tena. Basi Luqman alinipatia ishara ya kuketi juu ya viti 2 vya dhahabu vilivyokuwa nyuma yetu. Baada ya kuketi, kuna mabinti walisogea mbele yetu na kuanza kucheza muziki ambayo sikuwahi kuisikia kabisa wala kuiona mimi kwenye ulimwengu wa dunia. Ulimwengu wa kina Diamond Platinum, ulimwengu wa kina Zuchu, sijawahi kusikia nyimbo kama hizo mimi. Yani walikuwa wakicheza kwa kujiviringisha mithiri ya nyoka. Wote waliokuwa pale walionekana kufurahishwa na hizo nyimbo ambazo zilikuwa yani ni ajabu. Sijawahi kuona mimi, msikilizaji. Yani wanafurahia, wanacheka vicheko vikali kwenye masikio yangu, walikuwa vinaniumiza mimi. Na mimi peke yangu, yani isipokuwa mimi tu ndiye ambaye nilikuwa sielewi chochote. Mimi ilikuwa ni lugha gongana. Baada ya burudani zile, Luqman alinitaka sasa tuweze kuingia ndani ya jumba kubwa la dhahabu
bila shaka pale ndio kwake. Nilifanya hivyo. Palikuwa ni pazuri sana na palinukia vizuri mno. Jumba lile lilikuwa ni kubwa sana na kila tulipopita tulikuwa tukipishana vijakazi ambao wote walikuwa wakitupatia ishara ya heshima kubwa. Tulipitiliza mpaka kwenye chumba kimoja ambacho kilikuwa kimepambwa sana. Zuria lake lilikuwa lila maji ya bahari. Mfano wake ni kama kitanda ambacho kilikuwa juu ya maji, lakini ajabu sana kwani vitu vyote ndani ya chumba kile vilikuwa vikavu. Luqman alipitiliza kitandani na kunitaka mimi nikae. Nilikuwa kimya muda wote nikiwa na maswali mengi sana kwamba hapa ni wapi. Salama. Luqman aliniita nikamtazama. Nini kinaendelea Luqman? Nini kinaendelea Luqman? Nilimuuliza Luqman huku nikilengwa na machozi. Luqman alinyamaza kimya kifupi kisha akaendelea kuzungumza. Akaniambia kwamba Salama, najua una maswali mengi sana na unajiuliza ndani ya kichwa chako, ila naomba nikupe majibu ya maswali yako. Ni hivi, ukweli ni huu Salama, kwamba mimi sio binadamu wa kawaida kama ambavyo unaona binadamu wengine. Yaani namaanisha kwamba mimi ni mtu wa ajabu sana. Mtu wa ajabu? Unamaanisha nini Luqman? Mimi ni jini, Luqman alisema huku akinitazama kwa kunikazia macho, na hapo ndipo nilipoanza kupata hofu moyoni mwangu. Akaendelea kuzungumza kusema kwamba na lengo la kukuchukua wewe katika dunia yetu, nahitaji kitu kimoja tu kutoka kwako. Nahitaji mtoto, alisema Luqman. Niliogopa sana kiukweli, macho yangu yakitazama mazingira ya pale. Alafu huyu mtu anasema kwamba anataka mtoto na mimi. Mara akadakia akasema kwamba usiogope. Tungekuwa baya kwako, tungesha kudhuru siku nyingi sana. Ndio maana tulihakikisha duniani tunakupa kila kitu, mali na hata vitu vya thamani. Alizungumza hivyo Luqman. Nilinyamaza nikiwa nina mambo mengi sana kwenye kichwa changu. Niliwaza kuhusu wanangu na familia yangu yote kwa jumla. Ina maana kwamba sitoiona tena. Chozi lilinitoka kwa huzuni sana. Ila Luqman alinifariji na kunitaka niwe na amani, kwani hakuna lolote baya ambalo litakalotokea. Na alinihakikishia kwamba familia yangu iko salama kabisa. Nilianza rasmi maisha chini ya bahari huku nikiwa ni mke wa Luqman, mke wa jini ambaye kwa eneo lile tulilokuwepo alionekana ni jini mwenye nyadhifa kubwa sana. Yaani alikuwa na wadhifa mkubwa sana kutokana na heshima ambayo alikuwa akipewa yeye na hata mimi mke wake. Vyote hivi vilidhihirisha kabisa kwamba huyu mtu ni wa thamani kiasi gani katika ile falme. Msikilizaji, siku moja baada ya kuamka, Luqman alinitaka tukatembee kidogo ili anionyeshe mazingira ya kule. Nilikubali na tukatoka. Njiani majini wengi walikuwa kitushangaa sana kama kawaida yao. Na hapo nilitumia nafasi ya kumuuliza Luqman, kwa nini majini wale walikuwa kitushangaa sana kututazama? Hasa kunitazama mimi? Luqman alinicheka kwanza kisha akajibu. Akaniambia kwamba unajua binadamu nyewe mna bahati kubwa sana. Binadamu mna bahati kubwa sana. Hivi unajua baada ya ninyi kuumbwa na kuletwa katika ulimwengu huu wa dunia au katika huu uso wa dunia, mlifanywa kuwa viongozi wa viumbe wengine wote. Na ndio maana huwa ni fahari sana kwetu majini kuwa na mahusiano na binadamu. Huwa tunajiona ni wa thamani sana kwa sababu ninyi mmepewa kitu cha thamani sana duniani. Luqman alinijibu. Kwa mara ya kwanza nilibaki kimya. Luqman aliniita jina langu nikaitika. Akaniambia kwamba umebakiza siku chache sana kabla ya kuondoka huko. Na maanisha kwamba zimebaki siku chache za wewe kujifungua.
Lukman alisema, na hapo nilishtuka sana. Kujifungua? Nilimuuliza Lukman ambaye alitikisa kichwa chake kukubali. Nikajitazama tumboni. Tumbo lilikuwa ni la kawaida sana. Lukman alinitazama na akatabasamu baada ya kuniona mimi nimetazama tumbo langu kwa sekunde kadhaa. Akaniambia kwamba muda wowote baada ya kujifungua tu nitamchukua mtoto wangu na wewe utarudi katika dunia yako, alisema Lukman. Mimi nilifurahi kidogo, japo pia nilihuzunika kwa sababu kwa namna fulani nilikuwa nimemzoea sana Lukman na kumpenda, kwa sababu licha ya vituko vyake vya kijini, lakini aliweza kunionyesha upendo mkubwa sana katika maisha yangu. Siku ziliendelea kusonga mbele. Naweza kusema kwamba hivyo ndivyo ambavyo nilikuwa naishi, japo kwenye ulimwengu huo wa majini ambao ulikuwa unatisha sana, lakini sikuwahi kutofautisha mchana na usiku. Yaani mule ndani ilikuwa ni kama mchana tu, yani muda wote kunapendeza. Siku moja nikiwa nimelala usingizini, nilijiwa na ndoto kwamba eti naingia leba hospitali huko na kwenda kujifungua. Yaani ni mtu ambaye na haragara chini, nimepatwa na uchungu kweli kweli. Kwa hiyo kuna manesi walikuja kunibeba na kunipeleka huko kupatiwa huduma. Pembeni yangu alizunguka viumbe ambao sikuwahi kuona kabla. Baada ya uchungu wa muda mrefu, hatimaye alitoka mtoto ambaye sikuweza hata kumtazama vizuri. Na hapo ndipo nilipopoteza fahamu zangu kabisa. Nilikuja kushtuliwa na sauti ya mama yangu. Sauti iliyonifanya nifumbue macho huku nikitazama huku na kule. Salama, salama, salama mwanangu, salama. Umeamka mama. Niligundua kwamba watu wengi walikuwa wamenizunguka, hasa ndugu zangu na akiwamo mume wangu pia. Zaidi nilikuwa juu ya kitanda cha hospitali. Watu wote walikuwa wakinishukuru na kumshukuru Mungu, huku wakionyesha furaha zaidi, furaha ya zawadi baada ya mimi kuamka. Nikauliza kwamba niko wapi? Niliuliza kwa sauti ya taabu sana. Mume wangu alinisogelea akasema kwamba mke wangu, umepotea kwa mwezi mmoja. Usiku mmoja baada ya kufika Tanga tu, na ajabu tumekupata jana ukiwa pembezoni mwa bahari ukiwa umepoteza fahamu. Mume wangu alinijibu, na hapo nilijitahidi kukaa vizuri juu ya kile kitanda cha hospitali. Nikavuta kumbukumbu zangu vizuri. Nilikumbuka mambo yote mpaka tukio la mwisho la mimi kujifungua, japo lilikuwa ni kama ndoto. Kitu ambacho kilinishangaza ni kauli ya mume wangu kwamba nimepotea kwa mwezi mmoja, kwamba nilipotea kwa siku 30 au 31. Wakati niliishi Mbezi na Lukman kwa mwaka mzima kabla ya kuhama na kunipeleka huko ujinini. Na huko ujinini muda wote tulioishi, leo nakuja kuambiwa kwamba nilipotea pale nyumbani kwa muda mwezi mmoja, siku 30 au 31. How come? Nilinyamaza. Ilibaki kuwa siri yangu, msikilizaji. Swali kubwa ambalo nilikuwa najiuliza kuhusu mali alizotupatia Lukman. Vipi kama atakuwa amechukua utajiri wake? Au kama hajachukua, vipi kama atakuja kuvuna ile sadaka yake kila mwaka au kila baada ya muda fulani? Baada ya kuwaza vile, niliwaomba ndugu zangu pamoja na mume wangu kwamba wanipeleke nyumbani kwanza. Yaani baada ya kumbukumbu kwanza kurejea, niliona kabisa napona. Lengo lilikuwa ni kwamba moja, nijihakikishie mwenyewe kwa macho yangu, na wote walikubaliana na mimi, wakazungumza daktari bila kipingamizi chochote kile. Niliweza kupata ruhusa pale kutoka hospitali. Nilichukuliwa tukapiga hatua mpaka nje hospitali. Yalikuwapo magari mawili nje yakitusubiri. Tuliingia kwenye yale magari ambapo moja kwa moja alikuwa akiendesha mume wangu gari moja, na ndilo nililopanda pia. Na hapo nikajua pengine utajiri wa jini Lukman bado ulikuwapo. Baada dakika 30 kutoka pale hospitali, tulifika nje ya nyumba yetu. Nje ya nyumba ya kwetu, yani kwa wazazi wangu. Nilikuta mabadiliko makubwa sana.
Ilikuwa ni nyumba ya kisasa, sijapata kuona. Baada ya kupata muda wa kutuliza, nilimuuliza mama yangu juu ya mabadiliko ya ile nyumba. Alijibu kwamba ni mume wangu, yani Hussein, ndiye ambaye amefanya yote yale. Mama alimshukuru sana Hussein, huku akisema kwamba amekuwa ni mwema sana kwao. Tangu nipotee, tangu katika harakati zote za kunitafuta mimi, amekuwa akionyesha ushirikiano mkubwa sana na amekuwa karibu na wazazi wangu. Nilitabasamu japo ukweli wote ulibaki ndani moyo wangu. Hii ilikuwa ni siri kubwa sana ambayo mimi leo hii nakusimulia hapa. Mimi Salome, mimi na Hussein tulifunga ndoa upya, huku sasa wazazi wetu wote wakiwa radhi na kuibarikia ndoa yetu rasmi. Siri ya mimi kuolewa na jini na kuzaa naye ilibaki kwenye kifua changu, japo sikuwahi kumwona Lukman wala mtoto yule ambaye niliota nimemzaa kwa namna yoyote ile, iwe kwa macho au kwa ndoto. Tena sikuwahi kuona kitu kama hicho. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kusikiliza hii simulizi. Ilikuwa ni simulizi fupi ambayo binti Salome ametusimulia kile ambacho amekipitia kwenye maisha yake. Ni simulizi ambayo ya kuogofya, na ni baadhi ya matukio ambayo yanaogofya, lakini usiogope kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kujifunza na kusikiliza simulizi mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vya taarifa mbalimbali, vyanzo vya watunzi ambao wanatuletea hapa simulizi. Big shout sana kwa Mami Maudi ambaye amesababisha hii simulizi iweze kukufikia hapa, na unaweza kumcheki kupitia WhatsApp namba 0753056995. Mtumie ujumbe au mpigie ili uweze kununua simulizi mbalimbali za kusoma, lakini pia maudhui ya sauti ambayo yanapatikana YouTube. Mimi sina la ziada, lakini pia niwashukuru sana watu wote ambao mnanifuatilia. Dada yangu Fatma Ramadhan Mwalimu, nafurahi sana kuona komenti yako. Saumu Rajab mama yangu, nafurahi kuona komenti yako. Grace Barik, Fatma, nashukuru sana kuona message yako. Umesema shukrani sana kwa maendelezo wetu pendwa. Much love bro, ubarikiwe sana. Mimi nimeona mbarikiwe pia na Mungu awabariki. Lakini hii ni simulizi fupi na nitawaletea simulizi fupi ambazo ni kali zaidi. Asia Mgongo, nashukuru sana kwa komenti yako. Mwajuma Toh, nashukuru kwa komenti yako. Esther Mihambo, nashukuru sana kwa komenti yako. Saum Rajab kwa mara nyingine tena. Mama yangu Zenath Man, Tekla big shout sana kwako. Nashukuru sana familia ya nguvu sana. Neema Lovanda, Aisha Mzamiru, Evelyn Morin, shukran sana. Khadija Kajol, wanasema wana familia waga, yani amulali. Asante sana Khadija, sio Hadija, Khadija. Asante sana kwa komenti zenu, watu wote ambao mnaendelea kufuatilia simulizi za Chilimo Simulizi, na niweze kusema kwamba nitaendelea kutoa shout nyingi sana kwa watu wote ambao wana comment. Zena Yusuf, Winter Abbas, Mwajuma, na shukuru sana. Majina yenu wengine hapa, kuna dangu hapa jina yake imeandikwa Kiarabu kidogo, mimi siwezi kusoma Kiarabu. Grace Barik, asante sana. Hidaya na mama yangu Zena Thumani, watu wote bila kumsahau mtu wa nguvu sana Latifa Abdullah all the way toka Wigan nchini Uingereza. Asante sana kwa kufuatilia simulizi, na niwashukuru sana kwa kuendelea kunipa time ya nguvu na kusikiliza maudhui haya. Hakika tunajifunza kupitia maisha kila siku, na ndio mfumo wa mwanadamu ulivyo. Tunajifunza kila siku panapoitwa leo. Mambo mengi yanatutokea, mambo mengi yanawasibu wanadamu, na hakuna pahali pa kusemea, na pahali pazuri pa kusemea ni kupitia simulizi. Simulizi pekee kutoka Chilimo Simulizi. Subscribe, bonyeza alama ya kengele, comment kwa wingi, na endelea kukaribisha marafiki ili kuongeza familia kubwa ya Chilimo Simulizi. Subscribe, like, comment na kushare. Karibu katika simulizi nyingine.